Karibu. Asante. Asante sana. Karibu sana. Mtumishi wa Bwana. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Maendeleo? Tuko vizuri mwandishi. Karibu. Asante. Asante sana. Asante. Naam. Ndio. Mimi nafikiri kwamba si mgeni sana na pia sio mara ya kwanza kuweza kufika kwako. Kuna vitu kidogo nataka kujua. Kwa maana kuna vitu ambavyo pia nimevisikia na vingine nimeona. Sasa najaribu kufikiria, nikaona kwamba ukweli zaidi niweze kufika kwako. Okay. Moja ni kwamba kwanza kabisa inawezekana kwa sababu hili pia na jamii wananiona, wanatazama. Kwa majina naitwa Chus Kinatinga. Chus Kinatinga. Na pia nimekuja kutaka kujua vitu hivi vichache kwako, kwamba nimesikia kuna chuo cha Biblia. Ndio, chuo kipo. Kipo. Naam. Sasa kama kipo, na hiki chuo kinaitwaje? Chuo kinaitwa Discipleship and Leadership Training, ambacho ni chuo cha Biblia kinacho offer certificate, diploma na degree. Na chuo hiki kipo kinaendeshwa nyuma ya Simba Oil, kanisa la Ebenezer, kanisa la Foursquare Church. Ni chuo ambacho kina udhamini mkubwa wa Foursquare Church, kinatoa udhamini kwa wanafunzi wanaosoma kama watawahi kujiandikisha. Okay, asante sana. Ni kama anasikia furaha. Naam. Kumbe kuna ofa ambayo imetolewa. Naam, kuna ofa ya wanafunzi takriban 100 wanaoweza kuwahi kujiandikisha. Naam, ndugu mtazamaji, nina furaha sana. Kumbe kuna ofa ambayo imetoka. Wanafunzi 100 wanaweza kupata kuingia na kuweza kusoma bure kabisa. Maana ni ada wamelipiwa. Na kazi kubwa ambayo ipo ni mwanafunzi kutoka kuja kuingia darasani na usome. Hiyo ndio kazi yako. Kumbe hakuna kazi nyingine. Lakini pia unasemaje kuhusiana na hili darasa? Watu wanataka kupata uhakika wa ufaulu kuhusiana na hiki chuo. Watu wengine wanawaza kuna vyuo viko mitaani havieleweki, havijulikani na nini, viko ovyo ovyo, wanafundisha vibaya. Kuna wengine wanafundisha wanasema kuvuta bangi ni halali. Na wewe kama mtumishi unasemaje na unawajulishaje kwamba hiki chuo kwa habari ya ufaulu na kwa habari ya mafundisho mkoje? Muundo wa chuo chetu ni tofauti sana na vyuo vingi. Kwanza muundo wa chuo chetu, chuo hiki ni chuo cha kimataifa. Masomo unayosoma hapa Morogoro yanafundishwa Marekani, yanafundishwa Uingereza, yanafundishwa Australia, kiasi kwamba muhitimu hapa atakuwa na hadhi ya cheti cha Kimarekani. Chuo hiki kinatambuliwa globally, yani worldwide. Yes. Na sasa kwa sababu kinatambulika hivyo, sio chuo cha hivi hivi. Chuo hiki kama unasoma Marekani unalipa dola nyingi kama dola 5,000 mpaka 10,000 kwa mwaka. Lakini hapa tumepata udhamini ambao umetuwezesha kutoa mafunzo haya bure ili kuandikisha watumishi wa Mungu wengi ambao hawawezi kusoma na kuna umuhimu wa kupata elimu hiyo. Yes. Lakini muundo wake wa syllabus, niweke wazi, syllabus tunazofundisha ni zile ambazo zinafundishwa viwango vikubwa vya degree. Na silabasi hizo zimepangiliwa. Kwanza ni silabasi ambazo hazimpi ugumu mwanafunzi kujifunza kwa sababu tunakuwa na mdahalo. Ule mdahalo maswali yanakuepo, yanajibiwa papo kwa papo, na wanafunzi kama wote wanafaulu. Manake hawatoki na maswali kama walivyokuja. Mwanafunzi amekuja na swali, anarudi na swali lake, na viko vyuo vingi ambavyo vinafanya mambo kama hayo. I say, ni kwamba sisi tofauti kwa sababu tuna discuss. Kuna wakati ambapo darasa letu linaendeshwa na msikiliza mwalimu, lakini kuna wakati sasa tunakuja kwenye mjadala. Katika mjadala maswali yanaibuka, yako mengine tumeandaa kwenye masomo na nje ya masomo. Hiyo inaruhusu majibu na wasiwasi wote wanafunzi na mambo ambayo yanawasumbua yanapata majibu yake pale pale darasani. Kwa maana hiyo unataka kuniambia kwamba anaweza kuhitimu na akapata cheti chake vizuri kabisa bila vikwazo vyovyote, kwa sababu chuo kina uhakika. Na kumbuka, unasoma na unapewa vitabu. Ina maana usiku wewe unakuja tu wewe unasoma na jiondoka zako. Asante. Kwa habari ya vitabu, je, kuna gharama yoyote?
Kwa habari ya vitabu, kama tumesema chuo kina udhamini. Huo udhamini umetuwezesha print vitabu, kila wakati masomo yanaprintiwa. Kitu ambacho mwanafunzi atakuja nacho darasani ni viandikwa, kwa sababu vile viko ndani ya kumbukumbu ya mwanafunzi, anatunza vitu anamhitaji kutunza zaidi ya yale masomo anayopata darasani. Naam, mtazamaji, ni mimi mtangazaji wako Chus Kinatinga, mwandishi wa habari kutoka Tangaza Nasi TV. Unaweza kuendelea kutufuatilia katika vyombo vyetu vya taarifa za habari, ukapitia katika mtandao wa kijamii YouTube, ukaandika Tangaza Nasi, na ukaweza kujipatia taarifa mbalimbali za chuo ambacho kinaendelea hapo sasa. Lakini pia mtumishi wa Mungu, nafikiri kwamba kwa siku ya leo angalau kidogo nimepata, na pia ningeweza kujua, nilimuona mtu mmoja anasikika kuwa ni askofu, anaitwa tunaye mwakilishi wetu hapa katika, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa chuo hicho. Ndiyo. Ni askofu wa jimbo hili la Morogoro na anaitwa Gabriel Baraza. Nafikiri atapata nafasi ya kusema na wanafunzi pia. Okay, asante sana. Mtazamaji, endelea kufuatilia kwa sababu tunavyo vingi ambavyo tunataka kukujuza hapo baadaye. Kumbuka kile kipindi, lile darasa linakuwa linaendeshwa kipindi waziwazi. Ukiwa mfuatiliaji sana wa channel yetu ya Tangaza Nasi, unaweza ukapata vitu fulani. Mungu akubariki sana, lakini natamani tu niweze kuongea na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, karibu. Nataka kupata vitu vichache kwako. Karibu sana. Asante. Naam. Mimi naitwa Chus Kinatinga. Mwandishi wa Tangaza Nasi. Vile unafahamu kwa habari ya chuo cha Biblia. Anasema mtumishi wa Mungu, nimeongea naye hapa, anasema kinaitwa Discipleship.